Mtu mmoja amewahi kusema ya kwamba kama mwanadamu yoyote asipolijua kusudi lake ni sawasawa na maiti inayotembea. Sasa wewe ni maiti inayotembea au unalifahamu kusudi lako? Hebu nisikilize mpaka mwisho, alafu kuna kitu ambacho utajifunza. Ngoja nikutafakarishe. Mtu aliyetengeneza kifaa fulani, labda tuseme simu au fridge, na mtu ambaye amekinunua tu kwa ajili ya matumizi yake binafsi, labda matumizi ya mawasiliano au matumizi ya kuhifadhi vitu, ni yupi ambaye anakifahamu kwa undani zaidi chombo husika? Yaani mtu aliyetengeneza simu na wewe ambaye umeinunua kwa ajili ya matumizi yako, ni nani ambaye anaifahamu kwa undani? Jibu rahisi kabisa ni yule ambaye aliyetengeneza hiyo simu, ndo anaifahamu kwa undani kuliko wewe ambaye umeinunua kwa ajili ya matumizi yako. Kwa nini ninayasema haya? Ninayasema haya kwa sababu ndivyo ilivyo kwa mwanadamu. Wanadamu wote tumetokana na Mungu, tumeumbwa na Mungu. Sasa Mungu ndiye anatujua zaidi kuliko sisi tunavyojijua, au kuliko hata wazazi wako wanavyokujua, kuliko hata ndugu zako wanavyokujua. Mungu ndiye anayekujua zaidi, kwa sababu yeye ndiye chanzo chetu, ndiye ambaye alitutengeneza. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ninaweza nikasema kwamba kama mimi ninatamani kujifahamu ni nani, kama ninataka kujijua mimi ni nani, lazima niwe na mahusiano mazuri na Mungu ili niweze kumuuliza ya kwamba mimi ni nani, au makusudi yangu ya kuwepo duniani ni yapi. Lazima iwe hivyo. Sasa kwa bahati mbaya sana, unaposoma Biblia yako kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 23, maandiko matakatifu yanasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Maana yake kuna kitu ambacho kilimtenga mwanadamu na Mungu, kukawa hamna uhusiano, ambacho kitu hicho kinaitwa dhambi. Kwa hiyo kwa sababu dhambi iliingia, inatutenga sisi na Mungu. Kwa hiyo tunakuwa hatuna mahusiano mazuri na Mungu, kunakuwa hakuna uhusiano na Mungu kwa sababu ya dhambi. Na kwa sababu hiyo tunashindwa kujijua sisi ni kina nani, tunashindwa kujua makusudi yetu ya kutuleta hapa duniani ni nini. Lakini kwa sababu Mungu alitupenda, hakuacha tu iwe hivyo, iendelee kuwa kama kawaida kwamba watu wametengana na yeye kwa sababu ya dhambi akakubali ndio hayo maisha yetu. Hapana. Kwenye Yohana 3:16 maandiko matakatifu yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana yake akaanzisha huo mpango wa kutupatanisha na yeye, ya kurudisha uhusiano wa kwetu na yeye, na ndipo alipomtuma Yesu Kristo afe kwa ajili yetu, afe kwa ajili yako, afe kwa ajili yangu. Maana yake kupitia Yesu Kristo ndipo tunaposamehewa dhambi zetu, lakini ndipo tunapata msamaha wa dhambi na tunapatanishwa na Mungu. Tunakuwa na mahusiano na Mungu kama ambavyo ilikuwa mwanzo kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 na ya 2. Kwa hiyo unapotamani kujijua wewe ni nani, unapotamani kulijua kusudi lako, ni vyema kuwe na mahusiano mazuri na yule aliyekutengeneza au aliyekuumba, kwa sababu ndiye anakujua vizuri. Kama ambavyo yule aliyetengeneza simu anaijua simu vizuri, ndivyo hivyo ilivyo kwa mwanadamu. Aliyemuumba ndiye anamfahamu vizuri. Kwa hiyo Mungu akatupatanisha kupitia Yesu Kristo, na hicho alichokifanya hapo, akasema ili tukipokee, lazima tukipokee kwa njia moja tu, ambayo ni njia ya imani kwa Yesu Kristo. Ndio maana kusoma kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 10 kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 10 nasema, kwa moyo mtu huamini, kwa kinywa anakiri hata kupata wokovu. Maana yake unapoamini kazi kamilifu ya msalaba, unapoamini ya kwamba kupitia kifo cha Yesu pale msalabani ndipo tunapata msamaha wa dhambi, tunapata ushindi juu ya dhambi, tunapata upatanisho, tunaunganishwa tena na Yesu. Maana yake safari yako ya kujifahamu wewe ni nani ndipo inaanza, na kusudi lako hapa duniani unalifahamu kupitia Kristo Yesu pekee, kwa sababu ndipo unakuwa na mahusiano na Mungu. Hauwezi kuwa na mahusiano na Mungu pasipo kumwamini Kristo, pasipo kuiamini kazi ya msalaba. Lazima uiamini kazi ya msalaba, ndipo uhusiane na Mungu, ndipo upate mahusiano na Mungu. Pasipo hivyo haiwezekani, kwa sababu ukiwa hivyo
Kama haujapatanishwa na Mungu, Biblia inakuhesabu kama mfu, yaani wewe ni maiti inayotembea. Sasa ni vyema mtu wa Mungu ukamwamini Kristo na kazi yake ya msalaba, kabla hata ya kujiuliza wewe ni nani, kabla ya kutaka kujua kusudi lako au papasi yako. Ni vyema ukapatanishwa kwanza na Mungu, kwa sababu yeye ndo anakujua vizuri na atakueleza kuhusiana na papasi yako au kusudi lako. Kwa hiyo ni vyema ukaiamini kazi kamilifu ya msalaba. Bila hivyo wewe ni mfu unayetembea. Ninaamini kuna kitu ambacho umekipata. Mungu akubariki sana, na umwamini Kristo ili upate kujijua wewe ni nani na uanze kuishi sasa, kwa sababu utoke kwenye hali ya kufa uingie kwenye hali ya kuwa hai, kwa sababu umemwamini Kristo. Be blessed.